Yes sir. Mambo watu wangu. I hope mko poa. G hapa. Leo nataka tuongelee story ya excitement ya kwenda majuu. When I remember nikitoka Kenya, ilikuwa around 2014. How we were all excited. My family walikuwa crazy. Mtoto wao anaenda US. Funny thing is, hizi vitu zote zi change ukifika majuu. Do you know what happens? You are excited to go back home. That's the funny thing. Most people wenye wamekuwa majuu watawaambia excitement ya ukitoka hasa huku, maybe umekaa 1 year, kurudi 254 that's a very long flight, and it's long, yes, literally, but your excitement makes it even longer. So I've been to Kenya a couple of times. I can't count. Right now is almost 20. So I've been going a lot, and especially of late for personal matters. So that excitement, it is everything. But as when the time is up and you know unafaa kurudi job, unafaa kukuja, uache family, uache, you know, those people you grew up with, depression ukikin mbaya sana. Hiyo kikin unaombaka hiyo siku hata masaa zisifike. So yeah man, I wanna advice yangu ni kuna watu wame nini, sasa hivi US ni kubaya. Kuna watu wamekaa huku over 20 years. And the worst thing is, including watu najua personally, wajaenda home for almost 20-30 years. Saa hii wanadipotiwa. Kwanza kama uliaifanya anything, kama uko na warrants, it doesn't matter. It doesn't matter kama nini you're a citizen, it doesn't matter kama uko na nini permanent residency, unadipotiwa. Hapo hakuna kuongea. Kwanza ICE wanakuja kwa mlango. And of course, pia mimi I'm worried. But that's life. Hiyo ni life ya US. So mi na advice watu wote wako majuu, make sure at least unaenda unaongea na familia. Ndio hiyo bond ya family isiwaisha. Saa hii kuna watu wengi, hata mi I'm noticing I'm losing the bond with my family, because when I go to Kenya I only see them once. Of course I put more concentration on other things, and now I'm disappointed. But nime realize family, ku make bond na family, because after all hao ndio uko nao. So sisi most of it tunakujaga kama ni US ama UK, unaenda una adapt culture ya huku. Ukisha adapt, huku ni individualistic countries. So wewe, everything you want is mine. Even I realized when nilikuja US, kila kitu ilikuwa mine. Hata ukiambia mtu, anakuambia I'm going to pick my spoon. Not I'm going to pick a spoon when you see tumezoea. I'm going to get a cup. Anasema I'm going to pick my cup. So huku ni my. My matters a lot. So tunakujaga tuna adapt your culture. Na to be honest, like I said, nime notice hata mimi mwenyewe nime adapt your culture, and it's not good at all. Hiyo si culture poa. So me advice kwa yangu, and now we are learning the hard way, ni kama ume travel majuu, make sure at least travel, get that bond with your family. Keep it constant, because you never know. Unaweza kuja ugongewe mlango, udipotiwe na mtu atokagi na anything. Kama uko illegally huku na umeacquire hii kitu legally, na urezo wa huku wamesema utolewe, that's it for you.
unaachaga kila kitu, ni passport peke yake, unadipotiwa. So hebu imagine the shame, na mimi nimeishi ku worry about that, the shame utokelezea watu home, hauna kitu, probably ulichangiwa nini fare ya ndege na hujai rudi, ulichangiwa uende shule au hujai rudi, then you go see these people, you know, you be the talk of town. So for today nitaikatia hapo, tutaendelea. I have a lot of stuff have been going on over 2 years now, and yeah, I have a lot to talk about. So cheers, G here, always G.